watu wa Mungu, nakuja kuongea na Tanzania, nakuja kuongea na vijana wenzangu, nakuja naongea na kila mtu atanisikiliza, nakuja kuongea na watoto ambao wasikii, ambao wanaokuwa mashoga, nakuja kuongea na vijana mateja, nakuja kuongea na watu baadhi, nakuja kusoma katika kitabu cha Waefeso 6 na ule mstari wa kwanza, nao unasema hivi: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Unaona, kuna vitabu unasema enyi watoto, watiini wazazi wenu. Manake watii wazazi wako kila kitu wanachokwambia katika Bwana. Manake uwe kimaadili mazuri. Ukifundishwa maadili mazuri ndio utii. Sio unafundishwa maadili mabaya ndo umeambiwa utii kila kitu anachokwambia sasa. Ni kwa vitu vizuri vinavyoleta uhusiano mzuri, sio kwa vitu vibaya. Unaweza kukwambia vitu vibaya na wewe ukatii ukafanya vikaja kukuponza. Kama mzazi wako mwizi, na wengine wengi tu wezi, kwani mwizi anapenda mtoto wake mwizi, si anafanya kuiba ili mtoto wake apate kula. Ndio maana anakufundisha vitu vizuri, lakini akisha kufundisha hivyo na yeye afanye hivyo alivyokufundisha, na wewe umwambie baba au mama, mwambie fanya vitu hivi na hivi ulivyonifundisha. Sio anafanya vitu vibaya. Watoto wengi wanaambiwa, wewe njoo mara moja mwanangu nikuagize dukani, mimi kidogo nimechoka, nimetoka huko nimesahau. Mtoto anaambiwa njoo nikuagize mwanangu. Nasema sasa wewe tingi zako anachokwambia usifanye kama watoto wengi, na msipende kupewa vitu. Usipewe vitu na mtu ambao umjui. Ndio maana hivyo kwa mnatekwa. Mtu ankuita umetoka zako shule, mbaba ankuita, wewe mtoto njoo chukue pipi, anakupa siku ya kwanza, njoo chukue pipi siku ya pili, njoo chukue pipi siku ya tatu, njoo chukue hela, njoo chukue saa. Hivyo utakuwa shoga na atakuteka. Maana usipende vitu vya kupewa ovyo. Kama ujala akikupa mwambie nimeshiba, nimekula, nimeshakula. Hata kama ujala mwambie nimeshiba. Anaweza kukupa hata sumu, unaenda mkono mbele, anaweza kukupa hata sumu. Kwa ndo maana msipende vitu vya kupewa ovyo na watu msiowajua. Na hata huko mashuleni kuweni makini na wao walimu wenu. Unakuta mwalimu anamlawitia mwanafunzi wake au anafanya vitu vya ajabu kwa mwanafunzi. Alafu unakuta kashafanyia vitu vya ajabu, anapewa kibuku 200, 500 au chipsi, ndo na yeye anaficha siri. Ukifanywa vitu kama hivyo, sema kwa mzazi wako. Usiwe kama una akili, usiwe kama mbumbumbu. Maana yake unasema vitu vya ajabu. Unasema unakuwa unafanya vitu vya ajabu. Wengine wanavadi mapempas kwa sababu anakuwa mashoga. Kwa hivyo kupewa ovyo. Anafanya vitu vya ajabu, anakuwa mashoga, wanavishwa pempas. Hapo mdote anatoka. Kwa hiyo nazungumzia msipende vitu vya kupewa ovyo. Na mkiambiwa kitu na mzazi wenu, sikiliza ulichoambiwa. Usitie unaambiwa umesikia huku yanatokea huku, unakuwa tena mbumbumbu. Usiwe kama hivyo. Kuwa mwelevu.
wateja, utakuwa unaokota makopo. Kwa hiyo sikiliza mausia ya mzazi wako anachokwambia, lakini vua vitu vizuri. Kwa hiyo ukishamsikiliza mzazi wako, ukishafuata vile vitu vitakuja kukuletea faida. Kwa hiyo msikilize mzazi wako anachoongea kitu chochote. Wewe msikilize. Elewa. Wewe msikilize mzazi wako kila kitu chochote anachokwambia. Haleluya. Kwa hiyo wewe usikilize mahusiano mzazi wako anachokwambia, na wewe usikilize. Sio unakuwa mtu ajabu. Unakuwa lijinga. Unakuwa mkia. Fanya vitu vizuri. Fanya vitu kwa uelevu hali ya juu. Sio unafanya hivi na mwanafunzi mwenzio, nao unaficha, anakwambia, "Haya, usiseme." Hata kama akikwambia hivyo, wewe sema. Hata kama akikutishia, "Nitamua mamako, nitamua babako au nitakuua." Wewe mwambie. Usimwambie kitu, mwambie haya siseme. Lakini unaenda kusema, usimwogope. Asikuletee hivyo vitisho. Na enyi mnaotaka watu, naongelea, msipende kutaka watu. Hata kama mkisha mtaka huyo mtu, mnapata faida gani? Mnapata faida gani mkisha mtaka huyo? Mtu mama akiibuka anatekwa. Hata kama mkisha mteka, basi maiti zao ziletwe tuzione. Wazao kazizike. Angalia mtoto raia wa kawaida ambaye hajiwezi katekwa. Ameshatekwa. Alafu raia huyo mzazi wake akaenda hapo polisi. Akashtaki, alivyoshtaki wamesema tutafanya uchunguzi. Lakini mtoto akiongozi yoyote, lakini tumwone tu atekwe afu uone kinachotokea. Watamtafuta mpaka mpate. Hizo ni zalama.